Jayden, maisha yanahitaji nini tena? Alipozaliwa, Mungu alimjalia kipaji kikubwa cha soka, alimfungulia njia, alimkutanisha na watu sahihi. Ndoto zake zikaanza kutimia hatua kwa hatua, milango ikafunguka, akavaa jezi ya moja ya timu kubwa kabisa barani Afrika, Mamelodi Sundowns. Akiwa na miaka 25 tu, alifika mahali ambako maelfu ya wachezaji huota kufika maisha yao yote. Alitwaa kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, kisha akapata nafasi ya kucheza kombe la dunia na uzo wa Bafana. Kama mchezaji alibakisha jambo moja tu, la kuichezea Liverpool, klabu ya utotoni aliyoipenda kwa moyo wake wote. Wakati dunia ilimuona mshindi, ndani ya moyo wake Jayden kulikuwa na vita ambavyo hakuna aliyeviona. Jayden aliishi maisha ambayo wanamichezo wengi wanayatamani: nyumba nzuri, gari la kifahari, pesa kutosha, umaarufu na mwanamke ambaye wengi wangetamani kuwa naye. Alikuwa na karibu kila kitu ambacho dunia hukiita mafanikio, akiwa na miaka 25 peke yake. Katika vyote hivi alikosa kitu kimoja muhimu: furaha ya kweli ya moyo wake. Moyo una lugha yake na una majeraha yake, una kiu yake ambayo pesa haziwezi kuizima. Ulimwengu wa ndani hauangalii ukubwa wa nyumba, thamani ya gari au idadi ya watu wanaokushangilia. Roho huona tofauti kabisa na macho ya wanadamu. Mafanikio si sawa na amani ya moyo. Umaarufu si sawa na furaha. Kutimiza malengo yako mapema maishani hakumaanishi umepata utulivu wa ndani. Jayden ameondoka akiwa na kila kitu kwa kijana wa kiume, lakini hakuwa na amani ya moyo. Wakati Tandaimba kuna Makonde anashindia korosho na maji, lakini ana amani tele, na usiku anakoroma kama kawa. Ndiyo maana tusiwahukumu watu kwa tabasamu lao, wala tusidhani kila anayefanikiwa hana maumivu. Amani ya moyo ni zawadi ambayo haiuzwi kwa pesa wala haitolewi kwa makofi ya mashabiki. Ni neema ambayo Mungu pekee anaweza kuitoa. Jayden ameondoka, na alale pema peponi. Amen. Mimi ni Steve Champion.